of hope. Restoration of hope. Sio ni kurudishiwa tumaini. Iko mama ambaye aliaga, alikuwa sister wa Roman Catholic, ambaye alifika pahali akasema kwamba kitu kibaya katika maisha ni kukosa tumaini. When you give up. And Mother Teresa alisema usikose tumaini. Kenyans, watu wa Njiru Parish, fellow Christians, our God is still seated in his throne. And hatutashindwa kwa sababu yeye ni muweza. Therefore, I'm here to revive hope in us that there is a God in heaven. Don't worry in your family. You might be very down, but God is doing something to uplift your family. Your business might be going down because of the fisaracasi in the country here and there, but there is a God in heaven. Hatutaisha kabisa. There is hope. Because he lives, we are going to face tomorrow in Jesus' name. There are men here who really trusted Jesus, and they view him as a Messiah. A Messiah alikuwa yule atakuja kuwakomboa, mkombozi. Wameteswa kwa muda wana wa Israeli, na sasa Yesu akaja akiwa tumaini, na akawaita wanafunzi wake Petero, Jeremia, Thomas, Mathayo na wengine, na wengi wao walimfuata, na baada ya kumfuata walikuwa na tumaini. Na tumaini niyo special vision ambayo ni mambo mawili tumetajiwa in our second reading. Mwenye amesoma second reading, John 10:10, inasema nini? The thief comes to steal, kill and destroy. But Jesus came that we may have life and have it in fullness. Praise the Lord. Mumeona mambo mawili. Huyu anaitwa thief, anafichwa kwa sababu ya legal implication. Shetani asiseme amepewa kazi sio yake, lakini mwizi anachukua kitu kisio chake. Kwa hivyo shetani anakuja, anaiba familia zetu. That is number one. Anaiba biashara zetu, anaiba ushirika wetu, anaiba friendship yetu, anaiba yetu. Ya pili, anaua. Sikuua ni kuchinja, anachinja. Na ya tatu, destroy. Destroy ni nini na Kiswahili? Kuharibu. Encouraging ni kuanaka. Praise the Lord. Are you getting the point? Ukona mundu ni oka aya mundu tawakilio raiyo aya mundu tore agency aitoma iwo henderia aya ciana cito athie handu arega mutwe thutha wa kurega mutwe ndaragorokia mutwe tawamuria nywe ufu ni kwananga. That is the work of the devil. And exactly, the devil is doing that in our nation. Those people that are killing people in Olkarau and other areas in this country, we curse them in the name of Jesus Christ. Not unless they repent. No one is supposed to take away life, because life is given by God. It is not my duty to kill a Kalenjin. Although tulipata shida huko Molo, mimi nilikuwa Molo na nyumba yetu ikachomwa na mambo yetu ikaharibika. But it is not my work to revenge. There is a God in heaven.
Hallelujah. I stay with them because they are my brothers and sisters. I have my brothers Masai, my brothers Mijigenda, my brothers Mameru. Na tunajiita Kenyans. But there is a spirit. There is a spirit from the devil to steal, kill, and even now they want to destroy our country. But before they do that, our God is a living God. Praise the Lord. Tunaangalia kwa mbali. Ufani tunaangalia. Na niliwaambia siku nyingine, Watanzania walipoteza fahamu yao kwa sababu tulishika anti ambaye alichukua baada ya baba, tukafikiria atakuwa mzuri, kumbe afadhali baba aliyeenda. Kwa sababu kuliweza kukazimwa internet wakichapana. Alafu mwishowe tukasikia watu wamepotea. Mwishowe tukasikia naita wanalika wetu vidudu. Ama hamjapata hiyo? Sasa huyo anti tulisuka sana. Tena tukafikiria Buka amekaa hapa jirani, si mnajua jirani, naye akafunga internet, anaenda na kwa juu na anasema watu wake wanamulilia akuje amalize ile mambo hapo amaliza. Shetani ashinde. Ni kazi gani hajafanya miaka mingi hiyo? Alafu sasa tunasikia anko anaenda kuwatembelea na 2027 iko maneno, si tumaini naye anko alienda kuwatembelea kama mtu ya Wili yule wa huko Rwanda. Anko Wili wa Rwanda anaenda kuwatembelea na 2027 nasikia iko maneno. We also fear anaweza kuiga kutoka kule. But I want to give us hope that amelaaniwa yule ambaye ananyegenea na kwenda kutumania kwa binadamu. Cursed is the person who is waiting upon a human being, but blessed is the man who hopes in the Lord. Who is that Lord? It is in part B that Jesus came that we may have life and have it in fullness. Hallelujah. Hatutaki tukufe before wakati wetu ufike. Praise the Lord. Mwitembelee ndio kaanguka. Unapaka mambo mapema mama. Mazito wako itiga komaka. Wegilia maidoni itiga kuna. Hallelujah. Wegilia maidoni itiga wekate. Wacheni kulilia biashara zenu. There is a God in heaven. You just need to do the right and trust in God. Everything gonna be right. Hawa wajamaa walikuwa katika safari ya kutoka Jerusalem kwenda Emau, ndio kitabu ya kwanza ilisema hivi. And when they were walking, they were a bit confused. Why? Because Messiah Jesus Christ ameuawa. Are we together? Then as they were walking kwa barabara, they were discussing wakiwa na uoga. Na wanaongea, hebu wana hiyo drama, wanaongea. Sasa wamefanya nini? Kwa nini wamemuua? Hawa watu ni wabaya. Na walikuwa na uchungu mwingi. Kwa nini walikuwa na uchungu? Walikuwa na uchungu kwa sababu wengine wao walifuata Yesu kwa sababu atatengeneza ufalme ujao. It is like people that are following some politicians thinking that they will take over the government because we are oppressed. Are you getting that example? They followed with a lot of hope. And now, here comes a time, the person is dead. Walifuata wakifikiria kwamba watapewa vioo, sio vioo ya choo ama ile glass, viti, cabinet minister, mheshimiwa fulani, to kazi. Even people that are campaigning for the fish, mafisi iko katika nchi, wale wanawakampenia hawa madogo
ili waende waibe pesa. Chairman wa Kenyatta Hospital na kwingine. It is not because of us. That is why we are telling you people, tuombe Mungu atupe viongozi. Praise the Lord. Na tutidanganywe na senti ndogo. Hizi senti tunapewa sio yao, ni yako inaibwa ya barabara. Na ninakumbuka mzee Moi ambaye alisema we are foolish, tunajikanga na mafuta yetu kama nani? Nguruwe. Na kweli naona ni kama hivi. Because hao watu kwani madege wanaenda nao ya nani? Na hii magari madogo. Na ukiona mtu anatoa number plate. Zamani mlikuwa mnasema nini na kikaji? Gari ya chale namba. Ile gari haina namba ni ya nani? Na wale watu wanaleta ukarao pesa. Hiyo iko na namba plate. Mimi niliona. Why those are thieves? They are thieves. Hapana sema mimi nasema bongo. Gari without number is for moishi. And therefore they are bringing gas without a number plate. Wameiba nani? Wameiba sisi. Na kama ningeulizwa, yule analeta gas, msichague huyo anataka. Kama ningeulizwa. Lakini kwa sababu sina uwezo, nitaambia mzee. Na nikiambia mzee mtaona chapter makuu. Praise the Lord. Hawa watu wa Emau walikuwa na uchungu. Lakini wakati walikuwa wanaenda kwa barabara, walikuwa wanaume wawili wakiongea na uchungu. Na walikuwa wanaenda 7 miles from Jerusalem to Emau. 7 miles ni mbali. Na barabara ni rafu. Wanavumbi, wanajaa, wanaenda. From nowhere, Yesu akawatokea, lakini hawakujua. Walikuwa wanaongea juu ya nani? Ya Yesu. Lakini hawakumjua. Akawauliza, mnaongea juu ya? Wakamwangalia vibaya akamwambia, kwani wewe ni nani hapa? Wewe mtu wa wapi? Haujasikia yale mambo inaendelea hapa, imekuwa huko Jerusalem of late. Like now, ukisikia kwa kweli, surely, ni nani Mkenya ambaye ajui? Olkarau hakuna Indian Ocean na kumepelekwa meli. Surely, nani ajui? Hata meli huyu mwenye hana smartphone, anajua tu. Mami, ndio kioroshi. Hata ndani Kutiri mundu toe kila ndrabere karau. Am I right? Kutiri mundu toe siasa ile kero atu ajibaita kuo. Na nisiye ile. Hakuna mtu ajui. Are we together? Sasa huyu Yesu akamuuliza, wewe ni wa wapi? Then Jesus did not rebuke them. Amaretereirie mearie ongea iku wakaza mastori. Unajua Yesu anakuja, alikuwa Mesia, na anasikiza tu asema na mwenye aliweza kumwambia anaitwa nani? Cleopas. Nini ni wanafunzi wazuri? Cleopas. Na walikuwa na mwingine ambaye ni nameless, hatujui anaitwa nani. Wakampea story, wakamwambia vile kulienda, wakampiga. Alafu mambo isikue yakakuwa mbaya sana, kwa sababu kina mama walienda kwa kaburi wakakuta mwili wako hau. Si mnaona wako na huzuni? They were hopeless. They were hopeless. Tumaini ilikuwa na walikuwa down kabisa. Na wanaambia Yesu. Naye Yesu, praise the Lord. Yesu hakuambia lolote, lakini alianza kuambia vile maandiko yanasema. Atĩ gagoka gacokera rĩnjũ kagondu ka Ngai bla 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 bla, ifanywe hivi katikati ya barabara. Ataaibishwa, akaenda akijaribu kutaola maandiko. It is not working. Brothers and sisters in the Lord, we don't need to argue. We just need to interpret the scriptures. Baada ya kufanya hivyo,
wakaanza kupenda hiyo hadithi ya kutaura maandiko, na wakakaribia kuingia kijiji chao cha Emau, naye Yesu akajifanya anapita. Wakamwambia, ingia kwetu ulale nasi. Kumbuka walikuwa wamemkasirikia. Praise the Lord.